Habari, kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Na taratibu alianza kukata tamaa. Hakuwa na nguvu za kupambana na Dragon. Hakuwa na mbinu, hakuwa na silaha. Alikuwa na kitu kimoja tu, mapenzi. Na ubaya ni kwamba mapenzi hayawezi kuzuia maumivu ya moto. Hayawezi zuia nyoka wa dhahabu. Hayawezi zuia simba. Hayawezi kumuua Dragon. Kijana maskini alivuta pumzi ndefu, macho yake kijaa tafakari. Ipo wazo moja likamjia. Alielewa kuwa hahitaji kupambana, alipaswa kutumia akili. Natakiwa nitafute sehemu nijifiche, nisubiri hadi wa mtu atoke nje kutafuta chakula, ndio nimfuate nikaongee naye. Kijana maskini alienda kujificha kwenye mti, macho yake yakiwa yamekaza kwenye giza la pango. Dakika zilipita, lisaa, hatimaye masaa. Kijana maskini alianza kuona mbinu yake haina maana. Kisha hafla, ardhi ilianza kutetemeka. Sauti nzito ilisikika ikitoka ndani ya pango. Kijana maskini alishikwa na hofu. Ndipo akamwona Dragon akitoka polepole ndani ya pango. Alitembea kwa utulivu, lakini kila hatua yake ilikuwa kama radi. Kijana maskini alibaki kimya, hata kupumua hakuthubutu. Dragon alitembea na kuelekea porini, na kwa mara ya kwanza mlango wa pango ukabaki wazi. Moyo wa kijana maskini ukapiga kwa furaha. Hii ndio nafasi. Habari. Simulizi hii itaanza hivi karibuni. Usikose kutazama. Naume, Mungu anawaona. Wa mtu! We! Wa mtu uko wapi? Alipofika katikati ya pango, miguu yake ilisimama kwa mshtuko, kwa sababu mbele yake kulikuwa na macho mengine makubwa yaliyojaa hasira. Dragon mwingine, sio yule aliyetoka nje. Kumbe wako wawili, jike na dume. Huyu alikuwa dume. Huyu ndiye aliyewahi kufukuza jeshi la Kaisari na wengine kuwaua kwa moto. Muda ulisimama. Kijana maskini hakukimbia, lakini ndani yake alikata tamaa kabisa. Alijua kuwa hapo ndipo mwisho wake umefika, mwisho wa mbio za kumwokoa Silena. Hakukuwa na ujanja, hakukuwa na mbinu, hakukuwa na nafasi ya kujiokoa. Siku ya kukata nywele za Silena ilifika. Uwanja mkubwa uliokuwa umejengwa kwa damu, jasho na mateso ulikuwa umefurika watu kutoka kila kona ya dunia, kutoka jangwani, kutoka milimani, kutoka falme zilizokuwa mbali. Viti vya juu vilijaa wafalme na watawala, sehemu za kati zilijaa matajiri na mashujaa, na chini kabisa walikuwa raia wa kawaida waliokuja kushuhudia tukio ambalo lingebadili historia ya dunia milele. Kelele zilikuwa kama radi. Uwanja ulipambwa kwa burudani mbalimbali, ngoma za Roma, mapigano ya wafungwa,
Watu walikuwa wakifurahia kila kilichokuwa kinaendelea. Baada ya burudani kuisha, Silena aliingizwa kwenye uwanja huo, na sasa macho ya watu wote yalikuwa yameelekea sehemu moja tu katikati ya uwanja palipokuwa na jukwaa, na juu ya jukwaa hilo alikaa Silena. Lakini uso wake ulikuwa mtulivu kupita kiasi. Alikuwa na tabasamu la mtu asiyejua kinachoendelea, tabasamu la ukosefu wa akili. Hakufungwa mikono wala miguu. Hakukuwa na sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu nguvu zake zilikuwa zimeondolewa na kumbukumbu zake zilikuwa zimefutwa. Hakujua yeye ni nani na kwa nini yuko pale, wala hakujua kuwa dunia nzima imekusanyika kushuhudia kifo chake. Alibaki akicheka na kutabasamu kwa upole, kana kwamba ni mtoto anayeshuhudia sherehe yake ya kuzaliwa. Hail victory! Gari la dhahabu lilikuwa linaingia. Ndani ya gari hilo alikuwa Kaisari. Alikuwa ameketi kwa fahari, akiona sasa anaenda kuwa Mungu kamili. Pembeni yake alikuwa Bibi Giza, akiwa tayari kukamilisha mpango wa mfalme wa kuhakikisha nywele za Silena zinampa ufalme wa milele Julius Kaisari. Kijana maskini alizungumza kimya kimya na moyo wake. Hakika huu ndio mwisho wangu, na mwisho wa kuiona tena sura ya Silena. Akili yake ilianza kurudi nyuma. Aliona safari yake yote. Mapambano na simba, mbio dhidi ya nyoka wa dhahabu, moto aliyoukanyaga, na yote hayo ilimfikisha hapo, mahali ambapo hata hatua moja zaidi singeweza kupigwa. Kijana maskini alibaki akitazama kwa hofu, sio kwa kushindwa tu, bali kwa kukubali kuwa ameshindwa. Dragon aliendelea kumtazama kijana maskini kwa hasira, lakini ajabu hakushambulia. Aliendelea kumtazama kijana maskini kwa umakini. Ndipo kitu kikaanza kubadilika ndani ya hisia zake. Dragon alihisi kitu tofauti, kitu ambacho hakuwahi kuhisi kwa muda mrefu: hofu ya kushambulia. Hakujua kwa nini anaogopa ama nini kinamtisha, lakini alihisi kuna nguvu isiyo ya kawaida ipo kwa binadamu aliyesimama mbele yake. Ndipo hasira ndani ya macho ya Dragon ikaanza kuyeyuka polepole kama barafu inavyoyeyuka mbele ya jua. Ndipo kitu kisicho cha kawaida kikatokea. Dragon akaanza kuinama, mwili wake mkubwa ukishuka, kisha akamsujudia kijana maskini kwa heshima, heshima ya mlinzi kwa shujaa. Kimya kikubwa kikatanda eneo hilo, hata upepo ulionekana kusimama. Kijana maskini alipoinua uso wake kumtazama Dragon, hakuelewa kinachoendelea, hakuamini anachokiona. Kiumbe aliyekuwa tishio la dunia alikuwa amemsujudia.
Msikilizaji wangu, Dragon hakufanya hivyo kwa kupenda, wala Simba hakujua ni kwa nini alipoteza nguvu mbele ya kijana maskini. Kwa vile kulikuwa na siri nzito, siri ambayo hata kijana maskini mwenyewe hakuijua. Ndipo akatokea wa mtu eneo hilo. Wa mtu alimtazama kijana maskini kwa mshangao mkubwa sana. Hakutarajia kuona binadamu yoyote akiweza kufika eneo hilo. Hakutarajia kuona mtu akiweza kuvuka vikwazo vyote vya pori na kufanikiwa kufika kwenye pango hilo. Na zaidi, hakutarajia kuona Dragon akimsujudia binadamu. Macho yake iliendelea kubaki wazi kwa mshangao. Ndipo nguvu zake za giza zikaanza kufanya kazi. Akafumba macho yake na akaanza kumwona kijana maskini ndani ya fikra. Sio uso wake, sio mwili wake, bali safari yake. Aliona bahari. Alimwona Silena. Aliona mapenzi yao yalivyoanza. Aliona maumivu na damu. Aliona kila kitu. Mapambano na simba. Kila jeraha. Huzuni ilimwingia wa mtu. Na sasa alielewa haikuwa sawa yeye kumwambia Kaisari jinsi ya kutoa nguvu za Silena. Halikuwa tu kosa. Alikuwa amefanya dhambi kubwa ambayo haistahili kusamehewa. Lakini wa mtu ndani ya moyo wake alikiri kuwa hakujua kuwa alikuwa anavunja kitu kikubwa zaidi ya nguvu za Silena. Alikuwa anavunja mapenzi ya kweli kati ya bahari na nchi kavu. Na kilichomuuma zaidi, hata yeye alisalitiwa baada ya kutoa siri. Kijana maskini alihisi uwepo wa mtu eneo hilo. Aligeuza macho yake na kutazama. Macho kwa macho, uso kwa uso, walikutana na wa mtu. Na kwa mara ya kwanza, mlinzi wa siri za dunia alijikuta akilia. Wa mtu aliendelea kumtazama kijana maskini. Hakuona kama ni binadamu tu amesimama mbele yake. Alimuona kama shahidi wa upendo
ambao haujawahi kushuhudiwa tangu kuzaliwa kwa dunia. Habari, huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.